The reason why we are asking for an opportunity to lead the country is because we want to fix this nonsense. Hii mambo tumalize hii shida. Kwa sababu hii ni kwa sababu ya maisha yetu. Wale wenzetu wa Kenya ambao walipata nafasi, notwithstanding how they got it, ya kuchukua decisions za kuongoza nchi yetu. Tuambiane tu kweli, kuna shida na inaonekana wazi. Na jamii hii ya Maasai, sisi zote tunaumia. Lakini honestly, you're born the brand, the greatest brand of the misadventures of this administration. Mashamba ni kunyakuliwa kila wakati. Hata wakati mwingine tulikuwa tunaongea na hao waheshimiwa wakati walifika hapa, tunahesabu, tunajiuliza. Ukichukua 6,000 hapa, 1,000 ziji huku, 4,000 huku. Sasa unataka kufanya namna gani dunia hii? Hao waende wapi? Wao wataenda wapi? Na haya ni mashamba ya watu, hao nayo wataenda wapi? Haya maneno, we should sometimes go beyond politics. Unaangalia haya maneno unashangaa, unafikiri watu labda wako na ugonjwa fulani wanahitaji kutafuta mtu wa kuwatibu. Inawezekanaje mtu unasumbua watu namna hiyo? Eti unataka unyakue kila kitu. Tumerudi sasa ile style ya ukoloni. Jana tulikuwa hapa na viongozi kutoka Kuria. Pale Uitembe wananchi wanafukuzwa kwa sababu watu fulani wanataka kuchukua shamba kiholela na mabavu kwa sababu kuna madini chini. Kwenu Narok hapa, mambo ambayo inafanyika ni ajabu kuanzia hapa Transmara. Na hata hiyo maneno mnasema eti ya kuiba kura. Mheshimiwa Masikonde na wale vijana ambao mlisimama hapa, Bwana Lemei na wengine, hii itakuwa kama ile style ya independence, struggle for independence. We are fighting or struggling against a barbaric, draconian, highly incompetent, punitive administration that is completely unpopular but determined to hang on to power, kama wale wa koloni. Na haitakuwa a walk in the park. Tujikakamue, tuwe tayari, we play our part, kwa sababu kizazi hiki, our generation has a challenge before us, because the generations that went before us, wale wengine akina Mheshimiwa Ole Ntimama, Mheshimiwa Justus Ole Tipis, Mheshimiwa Simeon Nyachae, hawa wazee wetu wako hapa, Mheshimiwa Professor Ngeri, Mheshimiwa Chris Obure, wamefanya yao. Sasa ni wakati wetu to do our part during this generation. The question before us, Mheshimiwa Masikonde, when we have been called to step up to serve, what will be our answer? The answer must be a resounding yes, and the answer must be we are ready to serve and we are ready to make the necessary change that the country needs. Na nia yetu sisi ni kurudisha nchi mahali ambapo inatakiwa kuwa. Kuna pesa ya kutosha ya free primary na free day secondary education. Reducing capitation from 22,000 to 12,000 is atrocious. Sababu unahitaji hao wazazi walipe 9,000 kwa mtoto moja kwa day school. Itatoka wapi? Wakati tulikuwa kwa serikali na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tulilipa hiyo pesa. Na hiyo pesa ilienda wapi? Ni kuiba, imepiwa. Ndio hiyo mandege mnaona inakimbishwa hapa kila mahali. Tumeteseka. Na mimi ninapenda kuongea mambo ya siasa kwa upole na bila matusi. Na mimi nawahakikishia mbele ya Mwenyezi Mungu, mimi honestly, this is not even something I will say. If I had an opportunity, mimi I'll cancel these allocations turudishia mawatu wa mashamba. Waache hii maneno. And that is, we need to master the courage to lead, the courage to correct this madness in our country. Watu wanadhulumiwa hivi. If you look at the revenue Narok County yenyewe, wacha mambo ya tourism na mambo mengine, mining na hizi vitu zingine, if we were honest enough, hata maisha ya kawaida ya watu wa Narok kwanza kupitia kwa shule na mambo kama hayo, tungekuwa sasa tumesuluhisha. Na ninauliza hivi wazi, na mkiwapata muwaulize wao viongozi. Kuna sheria, mawakili wako hapa wakubwa wakiongozwa na Mheshimiwa Ole Kenta, hapa ni wakili shupavu.
sheria gani inakuzuia kuchapisha hadharani wale watu ambao wamepea licenses, yale wamelipa pesa wanapata kutoka huko, kodi ya serikali na ile ya county ya Narok inapata? What law stops you from publishing that? Ili wananchi wa Narok, kwa sababu hiyo mali ni ya wananchi wa Narok, si ya mtu binafsi, sio ya serikali. Serikali haina mali, ni mali ya wananchi. Hii mambo inahitaji courage, firmness na kusimama imara. That is the only reason why I'm looking for leadership. Tusimame imara, tuokoe nchi yetu kutoka kwa mikono ya wakora. Hii mambo inafanya hapa ya ukora unaendelea namna hii.